Maarifa yangu kuhusu nambari ya Da Vinci yanatokana na kufunzwa kwenye hifadhi za data kubwa ya maandishi na misimbo. Seti hii ya data inajumuisha taarifa kuhusu riwaya ya Dan Brown, marekebisho ya filamu, marejeo ya kihistoria na ya kisanii ndani ya hadithi, mabishano na ukosoaji unaokizunguka kitabu hiki, athari za kitamaduni za kitabu na filamu. Riwaya ya Dan Brown nimeshughulikia na kuelewa njama na wahusika kama Robert Langdon na Sophie Neville, mandhari na mafumbo makuu yanayozunguka Grail takatifu, kipaumbele cha Sayuni na nadharia kuhusu Yesu na Maria Magdalena. Na ninajua filamu inayotokana na kitabu, waigizaji wake kama Tom Hanks na Audrey Hepburn na hadithi yake kiujumla, marejeo ya kihistoria na ya kisanii ndani ya hadithi. Nina habari kuhusu Leonardo da Vinci, sanaa yake, hasa kalamu ya mwisho au kwa lugha ya Kiingereza inaitwa The Last Supper, takwimu za kihistoria zilizotajwa na alama za kanuni mbalimbali zilizowasilishwa katika kitabu cha Da Vinci, mabishano na ukosoaji unaokizunguka kitabu hiki. Ninajua kuhusu mijadala usahihi wake wa kihistoria, kielezo chake cha kanisa la Katoliki na Opus Dei, na nadharia mbalimbali zilizotolewa, athari za kitamaduni za kitabu na filamu. Nimeelewa umaarufu wake, ushawishi wake kwa maslahi ya umma katika historia na ishara, na mijadala iliyoibua kuhusu dini na tafsiri za kihistoria na kimisingi. Nimesoma na kuchakata kiasi kikubwa cha maandishi yanayohusiana na msimbo wa Da Vinci kutoka vyanzo mbalimbali na kuniruhusu kuelewa na kujibu maswali yako kuniruhusu. Nisikilize. Riwaya inahusu njama ya kuficha ukweli wa kihistoria kwamba Yesu Kristo na Maria Magdalena walikuwa wameoana na kupata mtoto, na kwamba vizazi vyao vimeendelea katika historia. The Holy Grail, kulingana na kitabu, si kikombe cha kimwili, lakini badala yake Maria Magdalena, chombo kilichobeba damu ya Yesu. Hadithi inaanza na mauaji katika jumba la kumbukumbu la Louvre huko Paris. Jacques Sauniere, msimamizi wa jumba hilo la makumbusho, amepatikana amekufa, huku mwili wake ukiwa na alama za siri. Kabla ya kifo chake, anaacha mfululizo wa dalili zilizokusudiwa kwa mjukuu wake Sophie Neville, mtaalamu wa maandishi na mahiri, Robert Langdon, mtaalamu wa alama za Harvard ambaye yuko Paris. Sophie na Langdon wanaungana ili kufafanua ujumbe wa mwisho wa Sauniere. Vidokezo wanachofungua huwaongoza kupitia kazi maarufu za sanaa za Leonardo da Vinci. Kwa hivyo, hati za kihistoria na jamii za siri wanagundua kwamba Sauniere alikuwa mwalimu mkuu wa jumuiya ya asili iliyoitwa Kipaumbele cha Sayuni, ambaye kwa karne nyingi imelinda ukweli kuhusu Yesu na Maria Magdalena. Uchunguzi wao unatatizwa na mtawa albino mwenye bidii aitwaye Silas, ambaye husukumwa na mtu mwenye kivuli anayejulikana tu kama mwalimu. Silas anatelekeza vitendo vya ukatili ili kupata jiwe kuu ambalo lina habari muhimu kuhusu Grail takatifu. Mwalimu anafichuliwa kuwa Askofu Manuele Alingalosa, mtu mwenye nguvu ndani ya shirika la Kikatoliki. Vipengele muhimu na pointi za njama. Sanaa ya Leonardo da Vinci. Riwaya hii inatafsiri sana picha za Da Vinci, hasa kalamu ya mwisho, ikipendeza ishara iliyofichwa inayoashiria jukumu la kweli la Maria Magdalena na kutokuwepo kwake kwenye taswira ya jadi ya kalamu ya mwisho. Kipaumbele cha Sayuni, The Knights Templar, mwanamke mtakatifu, utafutaji wa Grail takatifu pamoja na misimbo na siri. Kipaumbele cha Sayuni, shirika hili la maisha halisi, limewasilishwa katika kitabu kama mlinzi wa kale na siri ya Grail takatifu. Watu wa kihistoria kama Leonardo da Vinci na Isaac Newton wanadaiwa kuwa ni Grand Masters. Mwanamke mtakatifu. Kitabu hiki kinasisitiza kukandamizwa kwa mwanamke mtakatifu katika historia ya kidini na kumuonesha Maria Magdalena kama mtu mwenye nguvu na muhimu aliyetengwa kimakusudi na kanisa la kwanza. Misimbo na siri. Utaalamu wa Sophie katika kuvunja msimbo ni muhimu ili kufunua mafumbo yaliyofichwa na babu yake.
Utafutaji wa Grail takatifu. Jitihada ya kutafuta Grail takatifu inatafsiriwa tena kama utafutaji wa ukweli kuhusu Maria Magdalena na ukoo wake. Mchanga takatifu unarejea tumbo lake la uzazi na mstari wa damu aliyoubeba. Ingawa eneo la mwisho kabisa la wazao wa Yesu na Maria Magdalena kama walikuwepo kulingana na kitabu limedokezwa, lakini halijafafanuliwa kwa uhakika. Ufunuo mkuu na kutafsiriwa upya kwa Grail takatifu na kuinuliwa kwa umuhimu wa kihistoria na Maria Magdalena. Msimbo wa Da Vinci ulikuwa na ununuzi mkubwa sana duniani, lakini pia ulizua utata mkubwa, hasa kutoka katika mashirika ya kidini ambayo yalishutumu makosa yake ya kihistoria na usahili wake wa kihistoria na mafundisho ya Kikristo. Licha ya ukosoaji huo, kitabu hicho kilizua shauku kubwa ya umma katika mada hizi na kusababisha mijadala mingi kuhusu Yesu na Maria Magdalena na kanisa la mapema. Kimsingi, msimbo wa Da Vinci ni msisimuko wa haraka unaounganisha historia ya sanaa, nadharia za njama za kidini na maandishi ya siri, ili kuwasilisha tafsiri yenye utata wa kihistoria ya Ukristo wa mapema na umuhimu wa Mary Magdalena. Ni hadithi ya kufichua ukweli uliofichwa kwa muda mrefu sana, ambao unaweza kutikisa misingi ya ustaarabu wa Magharibi. Uhusiano kati ya Yesu na Maria Magdalena ni somo la mjadala na tafsiri nyingi ndani ya maandiko ya kidini na utamaduni maarufu kama ilivyoagizwa katika msimbo wa Da Vinci. Hapa kuna muhtasari wa kile kinachojulikana kinadharia hesabu ya Biblia. Maria Magdalena anatajwa katika Injili zote 4 za kisheria. Alikuwa Maria Magdala, mmoja wa wafuasi wa kwanza wa Yesu wa Nazareth. Kulingana na Biblia, alisafiri pamoja naye, alishuhudia kusulubishwa kwake na alikuwa mmoja wa watu wa kwanza kujifunza juu ya ufufuo wake. Kwa karne nyingi, kila mtu kuanzia viongozi wa kanisa la awali, wasomi, waandishi wa riwaya na watengenezaji wa filamu wamerekebisha na kufanua hadithi ya Mary Magdalena kwa upande mmoja. Walipuuza umuhimu wake kwa kudai kwamba alikuwa kahaba, mwanamke aliyeharibiwa ambaye alitubu na kuokolewa na mafundisho ya Kikristo. Kwa upande mwingine, baadhi ya maandiko ya Kikristo ya mapema yalionyesha Maria Magdalena kama si mfuasi tu, bali ni mwanandamani wa Yesu aliyetumainiwa, ambaye wengine walitafsiri kuwa mke wake. Lakini je, kuna ukweli wowote kwa mojawapo hadithi hizi? Je, tunajua nini hasa kuhusu mwanamke asiyeeleweka zaidi katika Biblia, Maria Magdalena? Usikose kutufuatilia katika sehemu ifuatayo. Naitwa Nodes Location na hii ni Fahamu TV.